Kwa miongo kadhaa, Urusi imekuwa moja ya mataifa yenye nguvu kubwa zaidi za kijeshi duniani. Kutoka kwenye mizinga inayovuka uwanja wa vita, ndege za kivita zinazotawala anga, manuari zinazobeba siri za bahari, hadi makombora yenye uwezo mkubwa wa kufikia maelfu ya kilomita. Urusi imeendelea kutengeneza silaha zinazobadilisha namna dunia inavyofikiria kuhusu vita vya kisasa. Lakini silaha zipi hasa zinazoiweka Urusi katika nafasi hii? Ni teknolojia gani inayofanya baadhi ya mifumo yake ya kijeshi iheshimiwe na kuogopwa duniani? Katika makala hii tunaangazia silaha 20 hatari zaidi za Urusi, kutoka nambari 20 hadi nambari 1, na kuchunguza teknolojia, uwezo wake na sababu zinazofanya kuwa sehemu muhimu ya nguvu za kijeshi za taifa hilo. Nambari 20, hapa tunaangazia BMP-3, gari la kivita la Urusi. Katika uwanja wa vita wa kisasa, si kila silaha hatari huwa ni tanki kubwa au ndege ya kivita yenye kasi kubwa. Wakati mwingine hatari kubwa inaweza kutoka kwenye gari dogo linaloweza kubeba wanajeshi, kuharibu magari ya kivita na kupambana karibu na mstari wa mbele. Hii ndiyo BMP-3, moja ya magari ya kivita ambayo yameifanya Urusi kuwa na uwezo mkubwa wa kushambulia ardhini. BMP-3 ni gari la kivita la Urusi lililotengenezwa kwa ajili ya kuwapeleka wanajeshi kwenye maeneo hatari, huku likiwa na uwezo wa kushiriki moja kwa moja kwenye mapigano. Lilianza kutengenezwa mwishoni mwa miaka ya 1980 na kuingia rasmi katika huduma la jeshi la Urusi mwaka 1987. Lengo la kutengeneza BMP-3 lilikuwa ni kuunda gari ambalo lingeweza kufanya kazi zaidi ya usafirishaji wa wanajeshi pekee. Tofauti na magari mengi ya kawaida ya kubeba askari, BMP-3 iliundwa ikiwa na silaha nzito kiasi kwamba inaweza kukabiliana na magari ya kivita ya adui na kutoa msaada mkubwa kwa wanajeshi wake. Silaha yake kuu ni kanuni ya milimita 100 inayoweza kurusha mabomu ya kawaida pamoja na makombora yanayoongozwa dhidi ya malengo ya mbali. Pia ina kanuni ya milimita 30 na bunduki za mashine kwa ajili ya mashambulizi ya karibu. Mchanganyiko huu wa silaha unaifanya BMP-3 kuwa tofauti sana. Inaweza kushambulia askari wa adui, magari ya kivita na hata baadhi ya malengo ya anga yaliyo karibu. Moja ya uwezo wake mkubwa ni uhamaji. BMP-3 ina injini yenye nguvu inayowezesha kusafiri kwenye maeneo magumu kama matope, mchanga na maeneo yenye changamoto. Pia inaweza kuogelea kwenye maji bila kuhitaji maandalizi makubwa, jambo linaloongeza uwezo wake wa kuvuka mito na maeneo yenye maji wakati wa operesheni za kijeshi. Gari hili lina uwezo wa kubeba kikosi cha wanajeshi ambao wanaweza kushuka na kuendelea kupigana wakiwa chini. Hii inalifanya kuwa sehemu muhimu ya mbinu za mashambulizi ambapo askari na magari ya kivita husogea mbele kwa pamoja. Lakini licha ya uwezo wake mkubwa, BMP-3 pia imekuwa ikikabiliwa na changamoto. Ulinzi wake hauwezi kulinganishwa na tanki kubwa la kisasa, na katika vita vya kisasa dhidi ya silaha zenye uwezo mkubwa wa kupenya kinga linaweza kuwa katika hatari. Hata hivyo, Urusi imeendelea kuliboresha kwa kuongeza mifumo mipya ya ulinzi, vifaa vya kisasa vya kuona na makombora ya mifumo yake ya mapigano. BMP-3 imetumika katika migogoro mbalimbali na imeuzwa pia kwa baadhi ya nchi duniani kutokana na mchanganyiko wake wa nguvu za moto, uwezo wa kusafirisha askari na uhamaji mkubwa. Kinachofanya BMP-3 kuwa silaha muhimu si ukubwa wake, bali uwezo wake wa kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja. Ni gari linaloweza kuwa usafiri wa wanajeshi, silaha ya mashambulizi na msaada wa moto kwenye mstari wa mbele. Hii ndio sababu BMP-3 imeendelea kuwa moja ya magari muhimu ndani ya jeshi la Urusi kwa zaidi ya miongo mitatu. Nambari 19, hapa tunaangazia tenki la T-90M Proryev. Katika historia ya vita vya ardhini, tenki limekuwa silaha ya nguvu, ulinzi na uwezo wa kuvunja mistari ya adui. Lakini katika zama za kisasa, tenki halihitaji tu kuwa kubwa na lenye silaha nzito, linahitaji kuwa na teknolojia ya hali ya juu, ulinzi wa kisasa na uwezo wa kufanya maamuzi haraka kwenye uwanja wa vita. Hapa ndipo tunapokutana na T-M Proryev, toleo la kisasa zaidi la familia ya T-90 ambalo limeundwa kuleta uwezo mpya kwenye vikosi vya kivita vya Urusi. T-90M ilianza kutengenezwa kama maboresho makubwa kutoka kwenye matoleo ya awali ya T-90. Lengo lilikuwa ni kuunda tenki lenye uwezo wa kushindana na mizinga ya kisasa duniani kwa kuongeza nguvu ya moto, ulinzi na mifumo ya kielektroniki.
Moyo wa nguvu wa T-90M ni kanuni yake kuu ya milimita 125 ambayo inaweza kutumia aina mbalimbali za risasi kulingana na aina ya shambulio linalohitajika. Kanuni hii inaipa uwezo wa kushambulia magari ya kivita ya adui, ngome na malengo mengine ya ardhini. Lakini kinachoitofautisha T-90M sio silaha yake pekee. Tenki hili limeboreshwa kwa mifumo ya kisasa ya kulenga na kuona inayosaidia wahudumu kugundua na kushambulia malengo kwa ufanisi zaidi hata katika mazingira magumu. Moja ya maeneo ambayo Urusi imewekeza sana ni ulinzi wa tenki. T-90M imeongezwa tabaka mbalimbali za kinga pamoja na mfumo wa ulinzi wa ziada unaolenga kupunguza madhara ya mashambulizi kutoka kwenye silaha za kisasa za kupambana na magari ya kivita. Pia ina muundo ulioboreshwa wa ndani unaolenga kuongeza nafasi ya kuendelea kufanya kazi baada ya kushambuliwa. Kwenye uwanja wa vita, kasi na uwezo wa kubadilisha nafasi ni muhimu sana. T-90M ina injini yenye nguvu inayoweza kusogea kwenye maeneo magumu huku ikiendelea kutoa msaada mkubwa kwa vikosi vya ardhini. Lakini kama silaha nyingine yoyote, T-90M pia ina changamoto zake. Vita vya kisasa vimebadilika na tishio kutoka kwenye ndege zisizo na rubani, makombora maalum na mifumo ya upelelezi imefanya hata tenki lenye nguvu kuwa linahitaji mikakati mipya ya matumizi. Hata hivyo, T-90M ProRiv bado ni moja ya alama muhimu ya maendeleo ya magari ya kivita ya Urusi. Ni mchanganyiko wa uzoefu wa miongo kadhaa wa kutengeneza mizinga na teknolojia mpya inayoweza kuifanya iwe na uwezo mkubwa zaidi kwenye uwanja wa vita. Kutoka kwenye mistari ya mbele ya mapigano hadi kwenye mazoezi ya kijeshi, T-90M ProRiv inaonyesha jinsi vita vya ardhini vinavyoendelea kubadilika. Nambari 18, hapa tunaangazia Ka-52 Alligator, helikopta ya Urusi inayotawala uwanja wa vita. Katika vita vya kisasa, uwezo wa kudhibiti anga hauishii kwenye ndege kubwa za kivita pekee. Wakati mwingine hatari kubwa zaidi hutoka karibu kabisa na ardhi, pale ambapo mashine ya kasi, silaha nzito na uwezo wa kushambulia kwa usahihi inapowasili ndani ya muda mfupi. Hii ndiyo dunia ya Ka-52 Alligator, moja ya helikopta za mashambulizi zinazojulikana zaidi kutoka Urusi. Ka-52 ni kizazi cha kisasa cha familia za helikopta za kivita za Kamov iliyotengenezwa kwa lengo la kutoa msaada mkubwa kwa vikosi vya ardhini, kuharibu magari ya kivita na kufanya upelelezi katika maeneo hatari. Tofauti na helikopta nyingi za kawaida, Ka-52 ina muundo wa kipekee wenye mapanga mawili yanayozunguka upande mmoja na mwingine juu ya injini zake. Yaani kila mapanga yanazunguka kuelekea upande tofauti. Mfumo huu unaipa uwezo mkubwa wa kufanya maneva ya haraka na kubaki thabiti hata katika mazingira magumu ya mapigano. Moja ya vitu vinavyoifanya Ka-52 kuwa hatari ni mchanganyiko wa silaha ilizonazo. Ina kanuni ya milimita 30 inayoweza kushambulia malengo ya karibu pamoja na uwezo wa kubeba makombora ya aina mbalimbali kwa ajili ya kupambana na magari ya kivita, maeneo yenye ulinzi na malengo mengine ya ardhini. Lakini nguvu yake kubwa haipo kwenye silaha pekee. Ka-52 ina mifumo ya kisasa ya kuona na kulenga ambayo inaruhusu marubani kugundua na kufuatilia malengo katika mazingira tofauti hata wakati wa usiku au hali ngumu ya hewa. Helikopta hii pia imeundwa ikiwa na ulinzi wa ziada kwa marubani wake. Sehemu muhimu za chumba cha marubani zimewekewa kinga maalum dhidi ya baadhi ya mashambulizi, huku mifumo ya tahadhari ikisaidia kugundua vitisho vinavyokaribia. Uwezo huu umeifanya Ka-52 kuwa sehemu muhimu ya mikakati ya Urusi ya mashambulizi ya anga ya karibu, ambapo helikopta hufanya kazi pamoja na vikosi vya ardhini kutoa msaada moja kwa moja. Katika operesheni za kijeshi, Ka-52 imeonyesha uwezo wake wa kufanya kazi katika mazingira mbalimbali. Imeonekana katika mazoezi na maeneo ya migogoro, jambo lililoongeza umaarufu wake duniani kama moja ya helikopta za mashambulizi zenye uwezo mkubwa. Hata hivyo, kama silaha nyingine za kisasa, Ka-52 pia inakabiliwa na changamoto. Kuongezeka kwa matumizi ya mifumo ya ulinzi wa anga na ndege zisizo na rubani kumeifanya dunia ya helikopta za kivita kubadilika na kulazimisha wabunifu kuendelea kuboresha teknolojia zao. Lakini licha ya changamoto hizo, Ka-52 Alligator bado inabaki kuwa moja ya alama za nguvu ya anga ya chini ya Urusi. Ni mashine iliyoundwa kwa lengo moja kuu, kufikisha nguvu kubwa ya moto haraka kwenye eneo ambalo wanajeshi wanahitaji msaada. Nambari 17, hapa tunaangazia Tor-2. Katika vita vya kisasa, si lazima silaha iwe kubwa ili iwe hatari.
Wakati mwingine mfumo mdogo unaosogea haraka unaweza kuwa tofauti kati ya ushindi na kushindwa kwenye uwanja wa vita. Ndani ya mtandao wa ulinzi wa anga wa Urusi kuna silaha moja iliyoundwa kwa kazi maalum kulinda vikosi vilivyo ardhini dhidi ya ndege, helikopta, makombora na hata baadhi ya ndege zisizo na rubani. Hii ni Tor-2, mfumo wa ulinzi wa anga ambao umepewa jukumu la kuwa ngao ya karibu ya jeshi la Urusi. Tor-2 ni kizazi kilichoboreshwa cha familia ya mifumo ya Tor iliyotengenezwa tangu enzi za Umoja wa Kisoviet. Tofauti na mifumo mikubwa ya ulinzi wa anga inayolinda maeneo makubwa, Tor-2 imeundwa kusogea pamoja na vikosi vya ardhini na kutoa ulinzi wa haraka pale unapohitajika. Nguvu yake kubwa ipo kwenye uwezo wake wa kugundua na kushambulia vitisho kwa muda mfupi. Mfumo huu unatumia rada maalum inayoweza kufuatilia malengo yanayokaribia kisha kuongoza makombora yake kuelekea kwenye tishio hilo. Tor-2 inaweza kubeba makombora kadhaa ya ulinzi wa anga tayari kwa matumizi na imeundwa kukabiliana na aina mbalimbali za malengo kama ndege za kivita, helikopta, makombora yanayoruka kwa kasi ndogo na ndege zisizo na rubani. Kinachofanya mfumo huu kuwa muhimu sana ni uwezo wake wa kufanya kazi katika mazingira yenye mabadiliko makubwa. Unaweza kuhamishwa kutoka eneo moja hadi jingine, kujificha kwenye maeneo tofauti na kuendelea kutoa ulinzi kwa vikosi vinavyosogea mbele. Katika vita vya kisasa, tishio la ndege zisizo na rubani limekuwa kubwa zaidi kuliko zamani. Hapa ndipo mfumo kama Tor-2 umekuwa ukipewa umuhimu mkubwa kwa sababu inaweza kusaidia kulinda vikosi dhidi ya mashambulizi kutoka angani. Mbali na uwezo wake wa kushambulia, Tor-2 pia imeboreshwa kwa mifumo yake ya kisasa ya mawasiliano na udhibiti inayowezesha kufanya kazi ndani ya mtandao mkubwa wa ulinzi wa anga. Lakini licha ya teknolojia yake ya hali ya juu, hakuna mfumo wa ulinzi wa anga usiokuwa na changamoto. Mabadiliko ya teknolojia za mashambulizi, matumizi ya idadi kubwa ya ndege zisizo na rubani na mbinu mpya za kivita zinaendelea kuwalazimisha wabunifu kuboresha mifumo hii kila wakati. Hata hivyo, Tor-2 imeendelea kuwa sehemu muhimu ya mkakati wa Urusi wa kulinda vikosi vyake vya ardhini. Ni mfano wa silaha ambayo haivutii machoni kama tenki au ndege ya kivita, lakini kazi yake ni muhimu sana: kuzuia adui kupata nafasi ya kushambulia kutoka angani. Nambari 16, hapa tunaangazia S-400 Triumph. Katika dunia ya vita vya kisasa, udhibiti wa anga unaweza kuamua matokeo ya mapambano. Nchi inayoweza kuzuia ndege na makombora ya adui huwa na faida kubwa ya kimkakati. Ndiyo maana mifumo ya ulinzi wa anga imekuwa moja ya maeneo ambayo mataifa makubwa yamewekeza sana. Na miongoni mwa mifumo inayojulikana zaidi duniani ni S-400 Triumph, mfumo wa Urusi ulioundwa kuwa ngao kubwa dhidi ya vitisho kutoka angani. S-400 Triumph ilitengenezwa na Urusi kama mrithi wa mifumo ya zamani ya ulinzi wa anga, ikiwa na lengo la kuongeza uwezo wa kugundua, kufuatilia na kushambulia malengo mbalimbali kwa umbali mkubwa zaidi. Tofauti na mifumo ya karibu kama Tor-2, S-400 imeundwa kulinda maeneo makubwa zaidi. Inaweza kufanya kazi dhidi ya aina mbalimbali za malengo, kuanzia ndege za kawaida za kivita, ndege kubwa za kijeshi, hadi baadhi ya makombora yanayoruka kwa kasi kubwa. Moyo wa nguvu wa S-400 ni mfumo wake wa rada za kisasa. Rada hizi zina uwezo wa kutafuta na kufuatilia malengo mengi kwa wakati mmoja na kutoa taarifa muhimu kwa waendeshaji wa mfumo ili kuchukua hatua haraka. Moja ya sababu zilizofanya mfumo huu kupata umaarufu duniani ni uwezo wake wa kutumia aina mbalimbali za makombora kulingana na aina ya tishio linalokabiliwa. Hii huipa S-400 uwezo wa kubadilika katika mazingira tofauti ya mapigano, kwa sababu si kila tishio la angani lina umbali au kasi sawa. Mfumo huu umeundwa pia ukiwa na uwezo wa kuhamishwa. Magari maalum hubeba vizindua, rada na vifaa vingine, jambo linaloruhusu mfumo huu kubadilisha nafasi na kupunguza uwezekano wa kushambuliwa. Katika mikakati ya kijeshi, S-400 haionekani tu kama silaha ya kujilinda, bali pia kama chombo kinachoweza kubadilisha hesabu za adui kabla hata vita kuanza. Uwepo wa mfumo kama huu unaweza kufanya ndege za adui kufikiria mara mbili kabla ya kuingia kwenye eneo linalolindwa. Hata hivyo, kama teknolojia nyingine yoyote, S-400 pia inakabiliwa na changamoto. Vita vya kisasa vinaendelea kubadilika kutokana na matumizi ya ndege zisizo na rubani, mashambulizi ya kielektroniki na mbinu mpya za kuvunja ulinzi wa anga. Lakini pamoja na changamoto hizo, S-400 imeendelea kuwa moja ya mifumo maarufu zaidi ya ulinzi wa anga duniani na imekuwa sehemu muhimu ya nguvu ya kijeshi ya Urusi.
Nguvu yake kubwa haipo tu kwenye kombora lenyewe, bali kwenye uwezo wa kuunganisha rada, taarifa na maamuzi ya haraka ili kuunda ngao ya anga. Nambari 15, hapa tunaliangazia kombora la Calibri Cruise Missile. Katika vita vya kisasa, si kila shambulio huanza kwa milio mikubwa ya mizinga au ndege zinazoruka angani. Wakati mwingine tishio linaweza kusafiri kimya kimya kwa mamia ya kilomita kabla halijafika kwenye lengo lake. Hii ndiyo zana iliyoifanya Calibri Cruise Missile kuwa moja ya silaha zinazojulikana zaidi ndani ya jeshi la Urusi. Calibri ni familia ya makombora ya kisasa yaliyotengenezwa kwa ajili ya kushambulia malengo ya ardhini na baharini. Mfumo huu uliundwa ili kuipa Urusi uwezo wa kufanya mashambulizi ya masafa marefu kutoka kwenye meli, manuali na majukwaa mengine ya kijeshi. Moja ya mambo yanayoifanya Calibri kuwa silaha yenye umuhimu mkubwa ni uwezo wake wa kushambulia kutoka umbali mkubwa bila ndege za kivita kuingia moja kwa moja kwenye eneo la hatari. Badala ya kutuma ndege kwenye mazingira yenye ulinzi mkubwa wa anga, kombora linaweza kurushwa kutoka mbali na kuelekea kwenye shabaha yake kwa kutumia mifumo ya kisasa ya urambazaji na uelekezaji. Calibri imeundwa kuruka kwa njia inayosaidia kupunguza uwezekano wa kugunduliwa mapema. Baadhi ya matoleo yake yanaweza kuruka karibu na uso wa ardhi au bahari, jambo linalofanya iwe changamoto kwa mifumo ya ulinzi wa anga kuitambua na kuizuia. Nguvu nyingine ya Calibri ni uwezo wake wa kutumika kwenye majukwaa tofauti. Inaweza kurushwa kutoka kwenye meli za kivita, manuari na mifumo mingine iliyobeba silaha hii. Hii inaipa Urusi uwezo wa kubadilisha sehemu ya mashambulizi na kuongeza ugumu kwa adui kujua shambulio linatokea wapi. Katika miaka ya hivi karibuni, Calibri imekuwa ikionekana kama mfano wa mabadiliko ya vita vya kisasa ambapo teknolojia ya masafa marefu imekuwa na nafasi kubwa kuliko nguvu ya kawaida ya askari pekee. Lakini kama silaha nyingine, Calibri pia ina changamoto zake. Mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga, vita vya kielektroniki na teknolojia mpya za kugundua makombora zinaendelea kutengenezwa ili kukabiliana na aina hii ya tishio. Hata hivyo, Calibri imeendelea kuwa sehemu muhimu ya uwezo wa Urusi wa kufanya mashambulizi ya mbali na kuonyesha nguvu zake bila kutumia nguvu kubwa ya wanajeshi moja kwa moja kwenye eneo la vita. Silaha hii inaonyesha mabadiliko makubwa katika namna mataifa yanavyofikiria kuhusu vita, ambapo umbali haumaanishi tena usalama, kwa sababu katika zama hizi shambulio linaweza kuanza kutoka mbali sana kabla hata adui hajapata muda wa kujibu. Nambari 14, hapa tunaiangazia Bastion-P. Katika historia ya vita, udhibiti wa bahari umekuwa sehemu muhimu ya nguvu za kijeshi. Nchi yenye uwezo wa kulinda pwani zake na kuzuia meli za adui kuingia kwenye maeneo yake muhimu huwa na faida kubwa ya kimkakati. Lakini katika zama za kisasa, ulinzi wa bahari hauhitaji tena meli nyingi pekee. Wakati mwingine nguvu kubwa inaweza kufichwa kwenye ardhi na kusubiri muda sahihi wa kushambulia. Hii ndio kazi ya Bastion-P, mfumo wa Urusi wa makombora ya pwani ulioundwa kuzuia na kushambulia meli za kivita za adui kutoka umbali mkubwa. Bastion-P ni mfumo unaotumia kombora la P-800 Oniski, moja ya makombora ya kisasa ya kupambana na meli yaliyotengenezwa na Urusi. Lengo lake kuu ni kulinda maeneo ya pwani, visiwa muhimu na maeneo mengine ya kimkakati dhidi ya vikosi vya baharini vya adui. Moja ya mambo yanayofanya mfumo huu kuwa hatari ni uwezo wake wa kusogezwa. Badala ya kuwa kituo kisichohamishika, vizinduo vya Bastion-P vimewekwa kwenye magari maalum yanayoweza kubadilisha nafasi, kujificha na kujiandaa kwa mashambulizi ya haraka. Hii inafanya iwe ngumu kwa adui kujua mahali hasa mfumo huu ulipo kabla ya kuanza shambulio. Kombora la Oniski linalotumiwa na Bastion-P limeundwa kusafiri kwa kasi kubwa kuelekea kwenye shabaha zake. Linatumia mifumo ya kisasa ya urambazaji na uelekezaji ili kufikia malengo ya baharini kwa usahihi mkubwa. Mfumo huu unaweza kutumika dhidi ya aina mbalimbali za meli za kivita, ikiwemo meli kubwa zinazobeba silaha nyingi na zinazohusika katika operesheni za baharini. Nguvu ya Bastion-P haipo tu kwenye kombora lenyewe, bali pia kwenye zana yake ya kimkakati. Uwepo wa mfumo huu kwenye eneo fulani unaweza kubadilisha namna adui anavyopanga shughuli zake baharini, kwa sababu kuingia kwenye eneo linalolindwa kunaweza kuwa hatari kubwa. Katika mikakati ya kijeshi, mifumo kama Bastion-P huitwa mara nyingi silaha za kuzuia maeneo, kwa sababu inalenga kumzuia adui kutumia kwa uhuru eneo fulani. Lakini kama silaha nyingine za kisasa, Bastion-P pia inakabiliwa na changamoto. Teknolojia za upelelezi, mashambulizi ya kielektroniki na mifumo mipya ya ulinzi wa meli zinaendelea kutengenezwa ili kupunguza tishio la makombora haya.
Hata hivyo, Bastion-P imeendelea kuwa moja ya mifumo muhimu ndani ya uwezo wa Urusi wa kulinda maslahi yake ya baharini. Ni mfano wa jinsi vita vya kisasa vinavyobadilika, ambapo wakati mwingine nchi haihitaji kutumia meli nyingi baharini, bali inaweza kutumia teknolojia ya mbali kudhibiti eneo kubwa. Nambari 13, hapa tunaiangazia Su-35 Frenka-E. Katika historia ya anga za kijeshi, kuna ndege ambazo zimekuwa zaidi ya mashine zinazoruka. Zimekuwa alama za teknolojia, nguvu na uwezo wa taifa wa kuonyesha ushawishi wake angani. Moja ya ndege hizo ni Su-35 Frenka-E, ndege ya kivita ya Urusi iliyoundwa kwa lengo la kupata nafasi kubwa kwenye mapambano ya anga na kufanya mashambulizi yenye usahihi mkubwa dhidi ya malengo ya ardhini. Su-35 ni maendeleo makubwa kutoka kwenye familia ya ndege za Sukhoi Frenka, ambayo imejulikana kwa muundo wake wa kipekee, uwezo wa kufanya maneva magumu na uwezo mkubwa wa kubeba silaha. Tofauti na ndege za kawaida za kivita, Su-35 iliundwa ikiwa na teknolojia ya kuongeza uwezo wa rubani kufanya maamuzi ya haraka katika mazingira yenye hatari kubwa. Moja ya sifa zake maarufu ni uwezo wake wa kufanya maneva ya hali ya juu kutokana na muundo wake wa aerodynamics na injini zenye nguvu. Uwezo huu huipa ndege nafasi ya kubadilisha mwelekeo haraka na kubaki na udhibiti hata katika mapambano makali ya angani. Nguvu za Su-35 haipo kwenye kasi yake pekee. Ndege hii ina mfumo wa kisasa wa rada unaosaidia kugundua na kufuatilia malengo ya angani na ardhini kwa umbali mkubwa. Pia inaweza kubeba aina mbalimbali za silaha, ikiwemo makombora ya anga kwa ajili ya mapambano dhidi ya ndege nyingine na silaha za kushambulia malengo ya ardhini. Uwezo huu wa kufanya kazi nyingi unaifanya Su-35 kuwa ndege inayoweza kutumika katika mazingira tofauti ya kijeshi. Kitu kingine muhimu ni uwezo wake wa kubeba mafuta mengi na kufanya operesheni za muda mrefu angani bila kulazimika kutua mara kwa mara. Kwa jeshi la kisasa, muda wa kuwa angani ni jambo muhimu kwa sababu ndege yenye uwezo wa kukaa muda mrefu inaweza kutoa ulinzi na msaada mkubwa zaidi. Su-35 pia imepewa mifumo ya kielektroniki inayosaidia kupunguza hatari kutoka kwenye vitisho vya kisasa na kuboresha uwezo wa kugundua mazingira yanayoizunguka. Hata hivyo, katika zama ambazo ndege za kizazi cha 5 na teknolojia za siri zimeanza kubadilisha mapambano ya anga, ndege kama Su-35 zinakabiliwa na changamoto mpya. Maendeleo ya mifumo ya rada, ndege zisizoonekana kirahisi na silaha za masafa marefu yamebadilisha namna ya mapambano ya anga yanavyofanyika. Lakini licha ya mabadiliko hayo, Su-35 bado inabaki kuwa moja ya ndege zenye uwezo mkubwa zaidi katika jeshi la Urusi. Ni mchanganyiko wa nguvu, kasi, teknolojia na uzoefu wa muda mrefu wa Urusi katika kutengeneza ndege za kivita. Nambari 12, hapa tunaiangazia AK-12 Kalashnikov. Katika historia ya silaha za kivita, kuna bunduki chache ambazo zimekuwa maarufu duniani kiasi cha kuwa alama ya taifa. Moja ya silaha hizo ni familia ya Kalashnikov, jina ambalo limehusishwa na miongo kadhaa na uimara, urahisi wa matumizi na uwezo wa kufanya kazi katika mazingira magumu. Lakini hata silaha maarufu zinahitaji kubadilika kulingana na aina mpya za vita. Ndiyo sababu Urusi ilitengeneza AK-12, kizazi kipya cha bunduki ya mashambulizi kilichoundwa kuleta teknolojia mpya, huku kikihifadhi sifa zilizofanya Kalashnikov kuwa maarufu duniani. AK-12 ni sehemu ya juhudi za kuboresha silaha za askari wa kisasa wa Urusi. Lengo lilikuwa kutengeneza bunduki yenye usahihi zaidi, uwezo mkubwa wa kutumia vifaa vya kisasa na ergonomics bora kwa askari. Tofauti na matoleo ya zamani ya AK yaliyokuwa yakijulikana zaidi kwa uimara wake, AK-12 Kalashnikov imeongezewa vipengele vinavyolenga kuongeza uwezo wa askari kwenye uwanja wa vita wa kisasa. Bunduki hii imeundwa ikiwa na sehemu inayoweza kuruhusu kuongezwa kwa vifaa mbalimbali kama vile vifaa vya kuona, taa maalum na vifaa vingine vinavyoweza kusaidia katika mazingira tofauti ya mapigano. Moja ya maeneo ambayo yameboreshwa ni uwezo wa askari kutumia silaha hii kwa urahisi zaidi. Muundo wake umefanyiwa maboresho ili kuongeza udhibiti na kusaidia kuboresha usahihi wakati wa kurusha. AK-12 pia imeundwa kutumia risasi zinazotumiwa na familia za bunduki za kisasa za Urusi, jambo linalorahisisha matumizi yake ndani ya mifumo ya kijeshi ya nchi hiyo. Ingawa bunduki ya mtu mmoja haiwezi kulinganishwa na nguvu ya tenki au kombora kubwa, historia imeonyesha kuwa silaha za askari binafsi bado zina nafasi muhimu sana kwenye uwanja wa vita.
Askari mwenye silaha inayotegemewa anaweza kuwa sehemu muhimu ya operesheni kubwa za kijeshi. Nguvu ya AK-12 ipo kwenye mchanganyiko wa urisi wa Kalashnikov na mahitaji mapya ya vita vya kisasa. Ni jaribio la kuunganisha uimara wa kizazi cha zamani na teknolojia inayohitajika kwenye mazingira mapya ya mapambano. Lakini kama silaha nyingine yoyote, AK-12 pia ina ushindani mkubwa kutoka kwa bunduki nyingine za kisasa duniani. Teknolojia za vifaa vya kuona, mifumo ya kidijitali na mbinu mpya za mapigano zinaendelea kubadilisha nafasi ya silaha za askari. Hata hivyo, jina la Kalashnikov lina uzito mkubwa katika historia ya kijeshi na AK-12 inaonyesha juhudi za Urusi kuendeleza urisi huo wa kizazi kipya. Nambari 11, hapa tunaangazia kombora la Iskender-M. Katika vita vya kisasa, umbali umekuwa moja ya silaha kubwa zaidi. Uwezo wa kushambulia eneo lililo mbali bila kupeleka wanajeshi moja kwa moja kwenye eneo la hatari umebadilisha kabisa mataifa yanavyopanga mikakati yao ya kijeshi. Ndani ya teknolojia ya makombora ya Urusi kuna mfumo mmoja ambao umepewa umuhimu mkubwa kwa uwezo wake wa kushambulia malengo ya ardhini kwa usahihi mkubwa. Hii ni Iskender-M, mfumo wa makombora ya masafa mafupi ambao umekuwa sehemu muhimu ya nguvu ya kijeshi ya Urusi. Iskender-M ilitengenezwa kwa kuchukua nafasi ya mifumo ya zamani ya makombora na kutoa uwezo mpya unaolingana na mahitaji ya vita ya kisasa. Tofauti na makombora ya kawaida ambayo yanaweza kufuata njia rahisi kuelekea kwenye lengo, Iskender-M imeundwa ikiwa na uwezo wa kutumia njia za kuruka zinazofanya iwe changamoto zaidi kugunduliwa na kuzuiwa. Mfumo huu umewekwa kwenye magari maalum yanayoweza kusogea kutoka eneo moja hadi jingine. Uwezo huu wa kubadilisha nafasi huongeza usalama wake kwa sababu adui huwa na wakati mgumu kutambua mahali ambapo shambulio linaweza kutokea. Nguvu ya Iskender-M ipo kwenye usahihi wake. Mfumo huu umeundwa kushambulia malengo muhimu ya kijeshi kama vituo vya amri, miundombinu ya kijeshi, mifumo ya ulinzi wa anga na maeneo mengine yenye umuhimu mkubwa. Moja ya vipengele vinavyofanya mfumo huu kuwa wa kipekee ni uwezo wake wa kuunganishwa na mifumo ya upelelezi na mawasiliano, jambo linalosaidia kupata taarifa na kufanya maamuzi kwa haraka zaidi. Katika mikakati ya kijeshi, silaha kama Iskender-M haitumiki tu kwa ajili ya kushambulia, pia inaweza kuwa chombo cha kuonyesha nguvu na kuathiri maamuzi ya wapinzani kabla hata mapambano hayajaanza. Uwepo wa mfumo huu unaweza kufanya adui kutumia rasilimali nyingi zaidi kujilinda dhidi ya uwezekano wa mashambulizi ya ghafla. Lakini kama mifumo mingine ya kisasa, Iskender-M pia inakabiliwa na changamoto. Maendeleo ya teknolojia za ulinzi wa anga, upelelezi na vita vya kielektroniki yanaendelea kubadilika ili kukabiliana na silaha za aina hii. Hata hivyo, Iskender-M bado inachukuliwa kuwa moja ya mifumo muhimu ndani ya uwezo wa Urusi wa kufanya mashambulizi ya haraka na yenye usahihi. Ni mfano wa jinsi vita vya kisasa vimehamia kutoka kwenye nguvu kubwa pekee kwenda kwenye mchanganyiko wa teknolojia, taarifa na kasi ya kufanya maamuzi. Nambari 10, hapa tunaiangazia Tu-160 Blackjack. Katika historia ya anga za kijeshi, kuna ndege ambazo hazikutengenezwa tu kwa ajili ya kuruka, bali zilitengenezwa kwa ujumbe wa nguvu wa taifa. Miongoni mwa ndege hizo ni Tu-160 Blackjack, moja ya ndege kubwa zenye kasi zaidi za mabomu zilizowahi kutengenezwa. Ikiwa na muundo wa kipekee wa mabawa unaobadilika kulingana na hali ya safari, Tu-160 imekuwa moja ya alama kuu za uwezo wa kimkakati wa Urusi angani. Ndege hii ilianza kutengenezwa wakati wa Umoja wa Kisoviet kwa lengo la kuwa na uwezo wa kufikisha silaha kwa umbali mrefu sana bila kutegemea vituo vya karibu vya kijeshi. Tofauti na ndege za kawaida za kivita, jukumu la Tu-160 Blackjack sio kupigana ana kwa ana na ndege nyingine, bali kubeba silaha zenye nguvu zaidi na kufikisha kwenye maeneo ya mbali. Moja ya sifa zinazofanya ndege hii kuwa ya kipekee ni ukubwa wake na kasi yake. Licha ya kuwa ndege kubwa sana, Tu-160 inaweza kufikia kasi kubwa sana kuliko ndege nyingi za mabomu zilizopo duniani. Nguvu yake inatokana na injini zake zenye uwezo mkubwa ambazo zinaipa nafasi ya kufanya safari ndefu na kubeba mzigo mkubwa wa silaha. Ndani ya ndege hii kuna sehemu maalum za kubeba makombora ya masafa marefu ambayo yanaweza kurushwa kabla ndege haijaingia kwenye eneo lenye ulinzi mkubwa wa adui. Hii inaipa Urusi uwezo wa kufanya operesheni za mbali huku ikipunguza hatari kwa ndege na marubani wake. Tu-160 pia imefanyiwa maboresho katika miaka ya hivi karibuni ili kuongeza mifumo yake ya mawasiliano, vifaa vya kidijitali na uwezo wake wa kutumia silaha mpya zaidi.
Maboresho hayo yamekusudiwa kuifanya ndege hii iendelee kuwa na nafasi yake ya mkakati wa kisasa wa anga wa Urusi. Lakini katika zama za kisasa, ndege kubwa za mabomu pia zinakabiliwa na changamoto mpya. Kuongezeka kwa mifumo ya ulinzi wa anga, teknolojia za kugundua ndege na silaha za masafa marefu kumeifanya dunia ya ndege za kimkakati kubadilika. Hata hivyo, Tu-160 Blackjack bado inabaki kuwa moja ya ndege zinazovutia zaidi katika historia ya anga ya kijeshi. Si kwa sababu ya ukubwa wake pekee, bali kwa sababu inaonyesha uwezo wa taifa kutengeneza mashine inayoweza kusafiri mbali, kubeba silaha nyingi na kufanya kazi ndani ya mikakati mikubwa ya kijeshi. Tu-160 Blackjack ni mfano wa kizazi cha zamani kilichoboreshwa kwa teknolojia mpya, ndege iliyozaliwa katika enzi nyingine, lakini bado inaendelea kuwa sehemu muhimu ya nguvu ya anga ya Urusi. Nambari 9, hapa tunaangazia RS-24 Yaz. Katika dunia ya kijeshi, kuna silaha ambazo hazitengenezwi kwa ajili ya vita vya kawaida pekee. Baadhi yake zipo kama ishara ya uwezo wa taifa kujilinda na kuonyesha uwezo kwamba lina teknolojia ya kufikia mbali sana. Miongoni mwa silaha hizo ni RS-24 Yaz, mfumo wa kombora la kimkakati la Urusi ambao umepewa nafasi muhimu ndani ya uwezo wa nyuklia wa taifa hilo. RS-24 Yaz ni kombora la masafa marefu lililotengenezwa kama sehemu ya maendeleo ya mifumo ya makombora ya Urusi ya kizazi kipya. Lengo lake kuu ni kuongeza uwezo wa Urusi wa kuwa na mfumo wa kuzuia mashambulizi kutoka kwa wapinzani wenye nguvu. Tofauti na makombora ya kawaida ya uwanja wa vita, kombora la kimkakati kama Yaz limeundwa kufikia umbali mkubwa sana na kufanya kazi ndani ya mpango mpana wa ulinzi wa taifa. Moja ya vipengele vinavyolifanya kuwa muhimu ni uwezo wake wa kubadilisha eneo la kutumwa. Baadhi ya matoleo yake yanaweza kuwekwa kwenye magari maalum yanayosogea, jambo linaloongeza uwezo wa kujificha na kulifanya iwe vigumu kulilenga kabla ya kutumika. Mfumo huu pia umeundwa kutumia teknolojia za kisasa za urambazaji na mawasiliano ili kuongeza uwezo wake wa kufikia lengo lake lililokusudiwa. Katika mkakati wa kijeshi, uwepo wa silaha kama RS-24 Yaz hauhusiani tu na matumizi yake, bali pia na zana ya kuzuia. Maana yake ni kwamba nchi inaweza kujaribu kuzuia adui kwa kufanya mashambulizi kwa sababu anajua kuna uwezo mkubwa wa kujibu. Hii ndiyo sababu makombora ya aina hii mara nyingi huwa sehemu muhimu ya sera za ulinzi wa mataifa makubwa. RS-24 Yaz ni matokeo ya miongo kadhaa ya uzoefu wa Urusi katika kutengeneza mifumo ya makombora ya masafa marefu. Imejengwa kutokana na urisi wa teknolojia za zamani, lakini ikiwa na maboresho yanayoendana na zama za kisasa. Lakini kama teknolojia zote za kijeshi, mifumo ya aina hii pia inakabiliwa na changamoto. Maendeleo ya mifumo ya ulinzi wa makombora, upelelezi wa kisasa na mabadiliko ya kisiasa duniani yanaendelea kubadilisha mazingira ambayo silaha hizi zinafanya kazi. Hata hivyo, RS-24 Yaz bado ni moja ya nguzo muhimu za uwezo wa kimkakati wa Urusi. Ni silaha ambayo nguvu yake haipo tu kwenye ukubwa wake, bali kwenye ujumbe unaobebwa na uwepo wake, kwamba katika zama za kisasa teknolojia ya masafa marefu inaweza kubadilisha kabisa hesabu za usalama duniani. Nambari 8, hapa tunaiangazia Su-57 Pharaon. Katika historia ya anga ya kijeshi, kila kizazi cha ndege huleta mabadiliko mapya. Kutoka kwenye ndege za kasi za zamani hadi kwenye mifumo ya kidijitali ya kisasa, teknolojia imeendelea kubadilisha namna mataifa yanavyopigana angani. Lakini kizazi cha 5 cha ndege za kivita kimeendelea kufanya mapinduzi makubwa zaidi: uwezo wa kuchanganya kasi, teknolojia ya siri, sensa za kisasa na uwezo wa kufanya maamuzi kwa haraka. Hapa ndipo tunapokutana na Su-57 Pharaon, ndege ya kivita ya Urusi iliyoundwa kwa sehemu ya kizazi kipya cha nguvu ya anga. Su-57 ni mradi wa Urusi wa kutengeneza ndege yenye uwezo mkubwa wa kushindana katika mazingira ya vita vya kisasa, ambapo sio kasi pekee inayohesabika, bali pia uwezo wa kugundua adui kabla ya kugunduliwa. Moja ya sifa kuu za Su-57 Pharaon ni muundo wake unaolenga kupunguza uwezekano wa kugunduliwa kwa urahisi na rada za adui. Teknolojia hii inalenga kuipa ndege nafasi nzuri zaidi katika mapambano ya anga yenye mifumo mingi ya ulinzi. Lakini nguvu ya Su-57 haipo kwenye muonekano wake pekee. Ndege hii imeundwa ikiwa na mifumo ya kisasa ya sensa inayoweza kusaidia rubani kupata taarifa nyingi kuhusu mazingira yanayomzunguka. Katika vita vya kisasa, taarifa ni silaha. Ndege inayoweza kuona, kuchanganua na kujibu haraka huwa na faida kubwa dhidi ya mpinzani. Su-57 pia imeundwa kuwa na uwezo wa kufanya kazi mbalimbali
Inaweza kushiriki katika mapambano ya anga dhidi ya ndege nyingine na pia kufanya mashambulizi dhidi ya malengo ya ardhini. Muundo wake unaipa uwezo wa kubeba silaha ndani ya sehemu maalum za ndege ili kusaidia kupunguza athari kwenye muonekano wake wa rada. Mbali na teknolojia za siri na sensa, Su-57 imeundwa ikiwa na uwezo mkubwa wa kufanya maneva kutokana na injini zake na muundo wake wa kisasa. Hata hivyo, kama miradi mingi ya ndege za kizazi kipya, Su-57 Pharaon imekumbana na changamoto mbalimbali katika uzalishaji na maendeleo yake. Kutengeneza ndege yenye teknolojia ya juu sana ni mchakato unaohitaji muda, rasilimali na majaribio mengi. Lakini licha ya changamoto hizo, Su-57 imeendelea kuwa moja ya alama kuu za juhudi za Urusi katika kuendeleza nguvu zake za angani. Ndege hii inaonyesha mabadiliko ya vita vya baadaye, ambapo ushindi hautegemei tu nani ana silaha kubwa zaidi, bali nani ana teknolojia bora zaidi ya kuona, kuelewa na kujibu haraka. Nambari 7, hapa tunaiangazia K-329 Belgorod. Chini ya uso wa bahari kuna ulimwengu ambao hauonekani kwa macho ya kawaida, lakini umechukua nafasi kubwa sana katika ushindani wa kijeshi duniani. Kwa miongo mingi, manuari zimekuwa miongoni mwa silaha muhimu zaidi kwa sababu zina uwezo wa kusogea kwa siri, kubaki chini ya maji kwa muda mrefu na kufikisha nguvu ya kijeshi bila kugunduliwa kwa urahisi. Miongoni mwa manuari zinazovutia zaidi katika jeshi la Urusi ni K-329 Belgorod, manuari kubwa iliyotengenezwa kwa ajili ya kufanya operesheni maalum chini ya bahari. Belgorod ilijengwa kutokana na msingi wa manuari kubwa ya daraja la Oscar II, lakini ilifanyiwa marekebisho makubwa ili iweze kutekeleza majukumu tofauti na manuari za kawaida za kivita. Moja ya vitu vinavyofanya Belgorod kuwa ya kipekee ni ukubwa wake. Ni moja ya manuari ndefu zaidi duniani, ikiwa imeundwa kubeba vifaa maalum na kufanya kazi katika mazingira magumu chini ya bahari. Tofauti na manuari nyingi zinazolenga kushambulia meli za adui moja kwa moja, Belgorod imehusishwa zaidi na uwezo wa kufanya misheni za utafiti wa kijeshi, operesheni maalum na teknolojia za chini ya bahari. Chini ya bahari kuna miundombinu muhimu kama nyaya za mawasiliano na mifumo mbalimbali ambayo ni sehemu ya teknolojia ya dunia ya kisasa. Uwezo wa kufanya kazi katika mazingira haya umeifanya Belgorod kuwa moja ya miradi inayozungumzwa sana. Manuari hii pia imehusishwa na mfumo wa silaha wa Poseidon, teknolojia mpya ya Urusi inayolenga kutumia gari la chini ya maji lenye uwezo wa masafa marefu. Uwepo wa mfumo kama huu umeongeza mjadala kuhusu namna teknolojia ya baharini zinavyoweza kubadilisha mikakati ya kijeshi ya baadaye. Lakini kujenga na kuendesha manuari kubwa kama Belgorod sio jambo rahisi. Linahitaji teknolojia ya hali ya juu, wafanyakazi wenye ujuzi mkubwa na mifumo tata ya matengenezo. Pia mazingira ya chini ya bahari yana changamoto zake, kwa sababu kufuatilia na kuendesha operation katika kina kikubwa kunahitaji uwezo maalum sana. Hata hivyo, Belgorod imeonyesha jinsi vita vya kisasa visivyoishia kwenye anga au ardhini pekee. Bahari bado ni eneo muhimu la ushindani wa teknolojia na kimkakati. Manuari hii ni mfano wa jinsi mataifa makubwa yanavyoendelea kutengeneza silaha zinazoweza kufanya kazi kwa siri na kubadilisha hesabu za usalama duniani. Nambari 6, hapa tunaiangazia Poseidon. Katika historia ya kijeshi, silaha nyingi zimebadilika kutokana na jambo moja kuu: kutafuta njia mpya ya kumpita mpinzani. Kwa miaka mingi mataifa yamejenga ndege za kasi, makombora ya masafa marefu na manuari za kisasa, lakini Urusi imewekeza nguvu zake kwenye eneo lingine ambalo limekuwa gumu sana kulidhibiti chini ya kina kirefu cha bahari. Hapa ndipo tunapokutana na Poseidon, mfumo wa chini ya maji usio na rubani ambao umetajwa kama moja ya teknolojia za kipekee zaidi katika mipango ya kisasa ya kijeshi ya Urusi. Tofauti na torpedo za kawaida zinazotumika na manuari, Poseidon imeundwa kuwa na uwezo wa kusafiri umbali mrefu chini ya maji bila kuwa na rubani ndani yake. Lengo la teknolojia hii ni kuongeza uwezo wa kufanya operesheni za baharini kwa umbali mkubwa na katika mazingira ambayo ni magumu kwa mifumo ya kawaida kufika. Moja ya mambo aliyofanya Poseidon kuvutia dunia ni muundo wake wa kipekee. Mfumo huu umeelezwa kuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa kina kikubwa chini ya bahari na kutumia teknolojia ya kisasa ya uendeshaji ili kufikia maeneo ya mbali. Katika mikakati ya kijeshi, uwezo wa kuwa na mfumo unaoweza kusogea chini ya bahari kwa muda mrefu huleta changamoto kubwa kwa mifumo ya ulinzi wa kawaida. Bahari ni eneo kubwa sana na kufuatilia kila harakati ndani yake ni kazi ngumu inayohitaji teknolojia ya hali ya juu. Poseidon imehusishwa na zana ya silaha za kimkakati ambapo lengo sio tu kushambulia bali pia kuongeza uwezo wa kuzuia adui kufanya mashambulizi fulani kwa sababu ya uwepo wa tishio linaloweza kutokea.
Hata hivyo, teknolojia hii pia imezua mijadala mingi kuhusu gharama, ugumu wa kuitengeneza na namna mifumo kama hii inavyoweza kubadilisha uwiano wa usalama duniani. Katika dunia ya kijeshi, kila maendeleo mapya huleta maendeleo ya mifumo ya kujilinda. Kadri silaha zinavyokuwa za kisasa zaidi, ndivyo teknolojia za kuzitambua na kuzipinga zinavyoendelea. Lakini bila kujali mijadala hiyo, Poseidon imeonyesha mwelekeo mpya wa vita vya baadaye, ambapo sio tu anga na ardhi vitakuwa maeneo ya ushindani, bali pia kwenye kina cha bahari. Ni mfano wa jinsi teknolojia ya kijeshi inavyoendelea kusukuma mipaka ya kile kinachowezekana. Nambari 5, hapa tunaangazia kombora la Avangard. Katika historia za silaha za kijeshi, kumekuwa na mbio za kutafuta kitu kimoja muhimu: kasi na uwezo wa kufikia lengo kabla adui hajapata muda wa kujibu. Kwa miaka mingi, makombora ya kawaida yamekuwa sehemu kubwa ya nguvu za kimkakati za mataifa makubwa. Lakini maendeleo ya teknolojia yameleta kizazi kipya cha silaha kinachobadilisha namna dunia inavyofikiria kuhusu mashambulizi ya masafa marefu. Miongoni mwa teknolojia hiyo ni Avangard, mfumo wa Urusi wa Hypersonic Guided Vehicle ambao umepewa nafasi kubwa katika mipango ya kisasa ya kijeshi ya taifa hilo. Tofauti na kombora la kawaida linalofuata njia rahisi inayotabirika, Avangard limeundwa kuwa na uwezo wa kufanya safari yake kwa njia tofauti baada ya kutenganishwa kutoka kwenye roketi yake ya kubeba. Hii ina maana kwamba mfumo huu unaweza kubadilisha mwelekeo wake wakati wa safari, jambo linalofanya kuwa changamoto zaidi kwa mifumo ya kawaida ya ulinzi wa makombora. Jina la Avangard limekuwa likihusishwa na kasi ya hypersonic, yaani kasi inayozidi mara nyingi ya kasi ya sauti. Katika kiwango hiki cha mwendo, muda wa kujibu upande wa adui huwa ni mfupi sana. Lakini kasi pekee sio jambo linalofanya teknolojia hii kuwa ya kipekee. Kitu muhimu zaidi ni mchanganyiko wake wa kasi, uwezo wa kubadilisha njia na teknolojia ya kudhibiti safari yake. Katika mikakati ya kijeshi, silaha kama Avangard zina umuhimu mkubwa kwa sababu zinaweza kubadilisha hesabu za ulinzi wa mataifa. Mfumo wa kujilinda dhidi ya makombora lazima uwe na uwezo wa kugundua, kufuatilia na kujibu tishio kwa muda mfupi sana. Avangard imekuwa sehemu ya juhudi za Urusi za kuendeleza teknolojia za kizazi kipya za makombora na kudumisha uwezo wake wa kimkakati katika ushindani wa kijeshi duniani. Hata hivyo, kama teknolojia yoyote ya hali ya juu, mifumo ya hypersonic inakabiliwa na changamoto kubwa za uhandisi, gharama za maendeleo na mahitaji makubwa ya majaribio ili kuhakikisha utendaji wake. Pia maendeleo ya silaha kama hizi yamesababisha mataifa mengine kuongeza juhudi zao katika kutengeneza mifumo ya kugundua na kukabiliana na teknolojia za kasi kubwa. Lakini jambo la wazi, Avangard inaonyesha mabadiliko makubwa katika kizazi kipya cha vita vya masafa marefu. Si tu kombora lenye nguvu, bali ni mfumo wa jinsi science, kasi na teknolojia vinavyounganishwa kutengeneza silaha za baadaye. Nambari 4, hapa tunaangazia kombora la Kinzhal. Katika vita vya kisasa, kasi imekuwa moja ya vipengele muhimu zaidi vya nguvu za kijeshi. Silaha inayoweza kufikia lengo kwa muda mfupi sana inaweza kumpa mtumiaji faida kubwa kwa sababu adui anakuwa na muda mchache wa kugundua tishio na kuchukua hatua. Ndani ya teknolojia mpya ya makombora ya Urusi, kuna silaha moja ambayo imekuwa ikitajwa sana duniani kutokana na uwezo wake wa kuruka kwa kasi kubwa sana. Hii ni Kinzhal, kombora la hypersonic la Urusi lililoundwa kwa ajili ya mashambulizi ya masafa marefu na yenye kasi kubwa. Kinzhal ni sehemu ya juhudi kubwa za Urusi kutengeneza kizazi kipya cha silaha zinazoweza kuipa changamoto mifumo ya kawaida ya ulinzi. Tofauti na makombora ya kawaida, silaha za hypersonic zimeundwa kwa lengo la kufikia kasi kubwa sana, huku zikiwa na uwezo wa kubadilisha baadhi ya mienendo ya safari yake. Kinzhal imehusishwa na matumizi kutoka kwenye ndege maalum za kijeshi ambazo huipa uwezo wa kuanza safari yake ikiwa tayari iko kwenye urefu na kasi kubwa. Mchanganyiko wa kasi ya ndege inayobeba kombora na uwezo wa kombora lenyewe husaidia kuongeza umbali na uwezo wa kufanya mashambulizi katika mazingira tofauti. Moja ya sababu inayofanya silaha kama Kinzhal kuvutia wataalamu wa kijeshi ni changamoto inayowekwa kwenye mifumo ya ulinzi wa anga. Kadri silaha inavyosafiri kwa kasi kubwa na kubadilisha njia yake, ndivyo inavyokuwa vigumu zaidi kwa mifumo ya kawaida kuitambua na kuizuia kwa wakati. Lakini nguvu ya Kinzhal haipo tu kwenye kasi yake pekee, pia inategemea mifumo ya kisasa ya ulambazaji na uwezo wa kuunganishwa na majukwaa ya kijeshi yanayoibeba. Hii inafanya kuwa sehemu ya mkakati mpana wa Urusi wa kutumia teknolojia mpya wa kuongeza uwezo wake wa kufanya mashambulizi ya mbali. Hata hivyo, kama teknolojia zote za hali ya juu, makombora ya hypersonic yanakabiliwa na changamoto kubwa za uhandisi.
Kutengeneza silaha zinazoweza kudhibitiwa katika kasi hizo kunahitaji teknolojia ya hali ya juu sana. Pia maendeleo ya mifumo mipya ya ulinzi ili kukabiliana na aina hii ya tishio. Lakini bila kujali mjadala huo, kinzi hali imekuwa moja ya alama kuu za mabadiliko katika vita vya kisasa, ambapo kasi, teknolojia na usahihi vinaweza kuchukua nafasi kubwa zaidi. Ni mfano wa jinsi mataifa makubwa yanavyoshindana kutengeneza silaha zinazoweza kubadilisha mizani ya nguvu. Nambari 3, hapa tunaangazia kombora la Zircon. Kwa miongo mingi, nguvu ya baharini imekuwa ikiamuliwa na ukubwa wa meli, idadi ya manuali na uwezo wa vikosi vya majini. Lakini katika zama za teknolojia ya kisasa, silaha zenye kasi kubwa zinaanza kubadilisha kabisa namna mataifa yanavyofikiria kuhusu vita vya baharini. Ndani ya maendeleo mapya ya kijeshi ya Urusi, kuna kombora moja ambalo limekuwa likivutia macho ya dunia kutokana na kasi yake na teknolojia yake. Hili ndiyo Zircon, kombora la hypersonic lililotengenezwa kwa ajili ya kutumika kutoka kwenye majukwaa ya baharini kama meli za kivita na manowari. Lengo kuu la Zircon ni kuongeza uwezo wa Urusi wa kushambulia malengo ya baharini kwa kutumia silaha zenye kasi kubwa sana na uwezo wa kufikia umbali mrefu. Tofauti na makombora ya kawaida ya kupambana na meli, Zircon imeundwa katika kizazi kipya cha silaha ambazo zinategemea kasi kubwa, teknolojia ya kisasa na uwezo wa kufanya kazi katika mazingira magumu ya mapigano. Moja ya mambo yanayoifanya Zircon kuwa ya kipekee ni kasi yake ya hypersonic. Silaha inayosafiri kwa kasi kubwa sana huacha muda mfupi kwa upande unaolengwa kufanya maamuzi na kujaribu kuzuia shambulio. Katika vita vya baharini, muda wa kujibu ni muhimu sana. Meli za kivita zina mifumo mbalimbali ya ulinzi, lakini kadri tishio linavyokuwa la kasi zaidi, ndivyo changamoto ya kulikabili inavyoongezeka. Zircon pia ni sehemu ya mkakati wa Urusi wa kuongeza uwezo wa meli na manuari zake bila kutegemea ukubwa pekee. Badala ya kujenga nguvu kupitia meli kubwa tu, teknolojia ya makombora ya kisasa inaweza kuongeza uwezo wa jukwaa dogo kufanya kazi kubwa zaidi. Lakini kutengeneza kombora la hypersonic si kazi rahisi. Inahitaji teknolojia ya hali ya juu sana katika engine, vifaa vinavyoweza kustahimili mazingira magumu na mifumo ya kuliongoza hadi kwenye lengo. Pia kama silaha nyingine mpya, maendeleo ya Zircon yamechochea mataifa mengine kuongeza juhudi zao za kutengeneza mifumo ya ulinzi na teknolojia zinazoweza kukabiliana na vitisho vya aina hiyo. Hata hivyo, Zircon imekuwa mfano wa mabadiliko makubwa katika vita vya baharini. Inaonyesha kwamba katika karne ya sasa, nguvu ya kijeshi haitegemei tu ukubwa wa chombo kinachobeba silaha, bali pia uwezo wa teknolojia iliyopo ndani yake. Nambari 2, hapa tunaiangazia S-500 Prometei. Katika historia ya kijeshi, kutawala anga kumekuwa moja ya malengo makubwa ya mataifa yenye nguvu. Lakini katika zama za kisasa, anga limekuwa eneo lenye changamoto kubwa zaidi kuliko zamani. Tishio halitokei tena kwenye ndege pekee, bali pia kwenye makombora ya masafa marefu, mifumo ya kasi kubwa na teknolojia mpya zinazobadilisha namna vita vinavyopiganwa. Ndiyo maana Urusi imeendeleza kizazi chake cha mifumo ya ulinzi wa anga kinachojulikana kama S-500 Prometei. S-500 ni mfumo uliotengenezwa kama hatua inayofuata baada ya mifumo ya S-400, ukiwa na uwezo wa kuongeza uwezo wa kugundua na kukabiliana na vitisho vya kisasa kutoka angani. Tofauti na mifumo ya kawaida ya ulinzi wa anga inayolenga zaidi ndege na makombora ya aina fulani, S-500 imeundwa ikiwa na uwezo wa kushughulikia aina mbalimbali za malengo katika mazingira magumu zaidi. Nguvu kubwa ya mfumo huu ipo kwenye muunganiko wa rada za kisasa, mifumo ya mawasiliano na makombora maalum yanayolenga kutoa ulinzi katika umbali mkubwa. Katika vita vya kisasa, taarifa ni muhimu kama silaha yenyewe. Mfumo unaoweza kugundua tishio mapema na kufanya maamuzi haraka huwa na nafasi kubwa ya kufanikiwa. S-500 imeundwa kuwa sehemu ya mtandao mkubwa wa ulinzi wa anga wa Urusi, ambapo mifumo tofauti inaweza kufanya kazi pamoja kulinda maeneo muhimu ya kimkakati. Moja ya maeneo aliyofanya mfumo huu zungumziwe sana ni uwezo wake unaodaiwa wa kukabiliana na baadhi ya vitisho vinavyotoka kwenye maeneo ya juu zaidi ya anga. Hii inaonyesha mabadiliko katika teknolojia ya kijeshi, ambapo mipaka kati ya anga ya kawaida na maeneo ya juu zaidi inaanza kuwa sehemu ya ushindani wa kimkakati. Lakini kutengeneza mfumo wa kiwango hiki ni changamoto kubwa. Inahitaji teknolojia ya rada, kompyuta, mawasiliano na uhandisi wa hali ya juu sana. Pia kadri mifumo ya ulinzi inavyozidi kuwa ya kisasa, ndivyo silaha za mashambulizi zinavyoendelea kubadilika ili kutafuta njia mpya za kupita.
Hata hivyo, S-500 Prometei inaonyesha mwelekeo wa baadaye wa ulinzi wa anga, ambapo kasi ya kugundua tishio na uwezo wa kujibu kwa wakati unaweza kuwa tofauti kati ya ulinzi na kushindwa. Ni ishara ya juhudi za Urusi kuendeleza kuwa na nafasi katika ushindani wa teknolojia ya kijeshi duniani. Na hatimaye nambari 1, hapa tunaiangazia RS-28 Sarmat ama Saturn II. Katika historia ya teknolojia za kijeshi, kuna silaha ambazo hazitengenezwi kwa ajili ya vita vya kawaida pekee. Baadhi yake zinatengenezwa kama alama ya uwezo wa taifa, teknolojia na nguvu ya kuzuia maadui kufikiria kufanya mashambulizi. Na katika kilele cha orodha yetu ya silaha 20 hatari zaidi za Urusi, tunakutana na moja ya miradi mikubwa zaidi ya makombora ya kimkakati duniani. Hii ni RS-28 Sarmat, kombora la masafa marefu la Urusi ambalo limepewa jina la utani Saturn II na baadhi ya wachambuzi wa kijeshi. Sarmat ilitengenezwa kama mlisi wa kizazi cha zamani cha makombora makubwa ya kimkakati ya Urusi, ikiwa na lengo la kuendeleza uwezo wa taifa hilo katika eneo la makombora ya masafa marefu. Tofauti na makombora ya kawaida ya uwanja wa vita, kombora la aina hii ni sehemu ya mkakati mkubwa wa kitaifa wa kuzuia mashambulizi na kudumisha uwiano wa nguvu kati ya mataifa makubwa. Moja ya sifa zinazofanya Sarmat kuwa ya kipekee ni ukubwa wake na uwezo wake wa kubeba mzigo mkubwa wa kimkakati. Muundo wake umeundwa kuipa Urusi uwezo wa kufikia malengo ya mbali sana kwa kutumia njia mbalimbali za kimkakati, jambo linaloongeza ugumu wa mifumo ya ulinzi wa makombora. Katika dunia ya leo, mifumo ya ulinzi wa makombora imeendelea kuwa bora zaidi, lakini maendeleo ya makombora ya kizazi kipya yameendelea kulenga kuongeza kasi, uwezo wa kubadilika na kupunguza uwezekano wa kuzuiwa. Sarmat imekuwa sehemu ya juhudi za Urusi kuendeleza kizazi kipya cha silaha za kimkakati baada ya mifumo iliyotumika kwa miongo kadhaa kuanza kuhitaji maboresho. Lakini nguvu ya silaha kama hii haipo tu kwenye teknolojia yake, pia ipo kwenye ujumbe wake wa kimkakati. Uwepo wa kombora kubwa la aina hii unaonyesha uwezo wa taifa kuwa na mfumo wa kujibu mashambulizi makubwa na hivyo kuwa sehemu ya zana ya kuzuia vita vikubwa. Hata hivyo, kama miradi yote mikubwa ya kijeshi, Sarmat pia inakabiliwa na changamoto za kiteknolojia, gharama kubwa za maendeleo na ugumu wa kutengeneza mfumo wenye uwezo mkubwa wa kuaminika. Lakini jambo moja haliwezi kupuuzwa. RS-28 Sarmat ni mfano wa jinsi teknolojia ya kijeshi imefikia kiwango ambacho kombora moja linaweza kuwa sehemu ya hesabu kubwa za usalama duniani. Kuanzia kwenye magari ya kivita kama BMP-3 hadi kwenye ndege za kivita, manuari, mifumo ya ulinzi wa anga na hatimaye kombora hili la kimkakati. Safari yetu imeonyesha jinsi Urusi imejenga safu mbalimbali za nguvu za kijeshi. RS-28 Sarmat ndiyo sababu imechukua nafasi ya kwanza kwenye orodha yetu ya silaha 20 hatari zaidi za Urusi, lakini nyuma ya kila silaha kuna jambo moja muhimu zaidi: teknolojia, uhandisi na uwezo wa binadamu unaozifanya ziwezekane. Hii ndiyo ilikuwa safari yetu ya kuangalia silaha 20 hatari zaidi za Urusi. Tuandikie maoni yako kwenye comment. Je, ni silaha ipi ambayo imekushangaza zaidi au imekuvutia zaidi? Kisha usikose kusubscribe na kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.